Karibu tena mtazamaji wangu popote ambapo yuko, na kusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana vile mahali ambapo yuko unanitazama. Asante sana kuchukua muda yako tena leo tukutane ili tupate kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa wale waliokuwa wamenipigia simu nimesema ni asante sana. Waliokuja kanisani pia nimeshukuru sana. Watu wengi na wengi wamepiga simu wakasema ya kwamba walifurahia katika maisha yao, na injili ambayo alikuwa nimehubiri imewajenga vizuri sana. Wengi wamejifunza katika mambo ya maombi na umesajua vile watazidi kuomba. Asante sana. Ningependa kueleza kwamba bila kupoteza wakati nataka niingie katika neno. Leo tunaenda kusoma kitabu cha Marko Mtakatifu. Kitabu cha Marko Mtakatifu 5. Tunaongea juu ya Shetani. Yule mtu ambaye ako na ibilisi katika maisha yake. Utakuwa mtu wa aina gani? Yule mtu ako na ibilisi katika maisha yake. Utakuwa mtu wa aina gani kama pengine kuna Shetani ndani yako? Tunaenda kusoma kitabu ya Marko 5. Wacha tusome. Maandiko yanasema hivi: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagarazi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, ni wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena kwa minyororo, kwa sababu alikuwa akifungwa mara nyingi kwa pingo na minyororo. Akaikatakata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na mlimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuisa kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu alimwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya ile nchi. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe. Wakalizo pepo wote wakamsihi, wakisema, tupeleke katika nguruwe hao tupate kuwaingia. Wao akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini. Wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakieneza habari mjini. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana katika hiyo kitabu. Mungu katufundisha mambo mazito sana, ukasema kwamba kuna mtu alikuwa makaburini na alikuwa na pepo mchafu. Bwana, niko hapa nimesimama kama chombo. Wewe uwe ndani yangu. Nena nami, nisaidie watu wako kwa jina la Yesu Kristo na baraka mimi. Tuseme amen. Nataka nene juu ya Shetani wapendwa. Mtu ambaye ako na Shetani ndani yake. Kutaka kujua ya kwamba pepo iko ndani yako, utakuwa mtu wa aina gani? Hebu tukumbuke huyu mwanaume aliyekuwa na pepo mchafu ndani yake, alikuwa mtu wa aina gani? Pepo kiwa ndani yako mpendwa, ningependa nikueleze, hakuna siku utafaulu kwa kila kitu. Ukitaka kujua Shetani iko ndani yako, kwanza anakunyima usingizi. Na ikiwa amekubali uweze kulala, utalala mpaka upite wakati wa kwenda kazini. Hiyo ni kazi ya Shetani. Shetani ikiwa ndani yako, utafungua biashara yako na itaendelea. Kama Shetani iko ndani yako. Shetani ikiwa ndani yako, ukiwa na shida ama unataka ama kuna ugonjwa ambao inakusumbua, ugonjwa ule tukienda hospitalini watajaribu sana kukutibu, madaktari watajaribu kukutibu, lakini utapona. Wakati ambao unaona unameza dawa lakini hakuna kupona, ujue ya kwamba ugonjwa wako si ugonjwa ya kawaida. Ama malaria ambao unayo sio malaria ya kawaida. Shida ya tumbo ambao unayo sio shida ya kawaida. Hiyo ni pepo. Maandiko yanasema kwamba mwanaume huyu watu walijaribu kumsaidia.
Wengine walijaribu hata kumfunga, kumuonea huruma. Kuna watu wengi wanaonea watu huruma sana. Unaweza kuonea huruma hata na jirani aweze kukupata chakula. Unaweza kuonea huruma na hata ndugu yako aweze kusomesha shuleni. Unaweza kuonea huruma hata na pasta wako wa karibu na wewe. Na kijaribu kukusaidia, naona kama mambo iko ngumu, inamaanisha kwamba kuna shetani ndani yako. Na shetani ikiwa ndani yako, mtu yote ambaye anakuonea huruma hawezi endelea vizuri. Lakini tuko na ujasiri, tuko na mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, Simba wa Yuda, ambaye akiwa amesonga karibu nawe, mapepo wanatingika, wanatoroka, wanasema bye, twende. Ningependa nikwambie mahali yuko, unisikize kwa makini sana. Huyu mwanaume watu walijaribu kumsaidia, madaktari walijaribu kumtibu, hata waganga walijaribu kumtibu, mapasa walijaribu kumuombea, lakini ilikuwa ngumu kwa sababu mashetani waliishi ndani yake, mapepo wachafu na ni wengi. Sasa ukitaka kujua kwamba mapepo machafu tena ni wengi wako mbele yako ama wako ndani yako, utajaribu kila kitu na kwa ngumu. Ukitafuta kazi, unaona mwenzako ambao mlienda nako kutafuta kazi, huyu anachukuliwa lakini wewe unabaki bila kazi yote. Unarudisha sabakana kwamba wewe tutakuita na huyu anachukuliwa. Huyu ambaye amechukuliwa hana shida yote. Ukitaka kujua ya kwamba shetani iko ndani yako, mpendo, uchukue hatua, utaona usingizi, watu wanalala usiku lakini wewe umekaa unawaza. Usingizi umepotea yote. Wakati ambao unataka kujua ya kwamba shetani iko ndani yako, hata ukikaa kati ya watu, wewe unanuka tu. Wewe unasikia tu, yaani unanuka. Wengine wanaona tu kama wewe ni mkora, wewe sio mtu mzuri. Shetani mbaya iko ndani yako. Chukua hatua. Chukua hatua, anza. Kwa sababu usipochukua hatua, hakuna mtu atakusaidia. Mama anachoka. Watu walichoka na ule mwanaume. Madaktari walijaribu wakashindwa. Watu wengi walijaribu wakashindwa. Paka shetani akafaulu kumchukua, akamlekeza pale katika makaburi, mahali ambapo watu wamezikwa wako kule. Huko ndiye alikuwa usiku na mchana akijikatakata kwa mawe na akipiga nduru. Hakuna mtu angeweza kumsaidia hata kidogo. Lakini wakati alikutana na Yesu, Yesu alimuonea huruma. Tafadhali tafuta uso wa Yesu Kristo. Tafuta vile utakutana na Yesu ndio ondoa hii pepo. Mpendo, utazidi kutezeka. Wacha kufanya siasa. Wacha na siasa. Ukishaona mambo yako ni mabaya, unaona mambo inaendelea vibaya, ujue ya kwamba kuna shetani ndani yako. Chukua hatua. Mungu ametutuma tuweze kukuokoa. Hata mimi vile unaniona hivi mpendwa, miaka kadhaa niliyokuwa nayo mpendwa, nilikuwa katika matatizo mazito sana. Nilikuwa nimepigwa na ugonjwa kumu na kichwa. Nilikuwa nateseka sana. Wa familia yangu wa kule nyumbani mahali natoka, walikanyaga chini, waliona hii baraka niko nayo ya maombi. Wakasema kwamba huyu hataweza kufika katika dream yake. Walituma mapepo, mimi singeweza kulala usiku, singeweza kufanya kila kitu, hata ukianza kuvuga hata kuku zote zinakufa. Ng'ombe yangu zinakufa, mbuzi zinakufa, hakuna hata mazuri. Lakini ningependa nikueleze ya kwamba nilipokutana na Yesu Kristo, Yesu alibadilisha maisha yangu. Unangoja nini ndugu? Unangoja nini na maisha yako iko hali hatari? So unaona vile watu wanakufa. So unaona vile watu wanakufa. Na kifo ambao wanakufa nao sio kifo ya kawaida. Hii kifo ni kifo ya kishetani. Sasa shetani imeenea kila mahali, kuna pepo. Watu wanateseka sana. Watu wanateseka. Lakini maandiko inatueleza kwamba Yesu Simba wa Yuda, ukikutana nayo na kuombea kwamba wakati huo pepo wote watasaluti. Watasema tafadhali wacha tuende, watatafuta mahali pa kwenda. Yesu akaruhusu haya mapepo wakaingia ndani ya nguruwe, na nguruwe zote 2000 wakateremka kazini mpaka katika gengeni mpaka ndani ya bahari, wakafa wote. Na mtumishi wa Mungu akabaki kama kwa sawa. Ndugu yangu, ningependa nikwambia kwamba wacha kunyamaza na unaumia. Wacha kunyamaza na unaumia ndugu. Mama unaumia. Hiyo kitu umekataa usipate ndoa sio jambo ya kawaida. Kuna pepo imetumwa ndani yako. Kuna pepo ambayo inazuia mambo ya ndoa. Leo umepata mwanaume, kesho mnaachana. Leo umepata mwanamke, kesho mnaachana. Sio mapenzi yako, unatamani kuishi. Unatamani kupata ndoa yako, lakini hujui nini? Kuna shetani iko ndani yako. Kuna mtu amekuwa mjanja akatuma pepo ndani yako. Na vile ametuma pepo ndani yako mwanaume, ndio unaona kila kitu ambacho unajaribu itendeke sawa. Tuko na Yesu Kristo ametutuma. Ukitaka kusaidiwa, kuja kanisani. Pale utaona vile tutakufanyia maombi vizuri na utapona in the name of Jesus. Bora usaamini tu Yesu ni mweza. Wengi tumewaombea wakabarikiwa. Yako hiyo ni kidogo. Usitamani kujinyonga.
Naona mahali yuko unatamani kujinyonga, sababu umejaribu njia yote imekuwa ngumu. Usitumie sumu kumeza ama kukunywa. Hiyo ni kazi ya bure. Wewe ndio tunakutarajia kesho. Utakuwa pastor, utakuwa kiongozi, utakuwa mtu wa maana, utakuwa mwanabiashara kubwa ukiwa umechukua maisha yako ukasarenda, ukaenda kwa Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu anapokutana wewe, anavunja nguvu zote za wanadamu. Anavunja nguvu zote za kishetani na anakuweka upya. Utaanza kung'ara, utatembea ukiwa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu pekee. Sema amen mahali yuko. Niko na hakika ya kwamba Yesu anakupenda. Kwa sababu Mungu alimtuma kutoka juu mbinguni akaja hapa na akachinjwa, akapigwa, akafanywa vituko zote, akapigwa, akawekwa kwa msalaba. Madharau yote alipata kwa ajili yako. Mama, wacha kuteseka, ndugu, wacha kuteseka. Wacha nikuambie, wacha kuteseka. Yesu tunayo. Tuna Simba wa Yuda mwenye ana uwezo, anaweza kukuokoa. Maandiko yanasema kwamba wakati huyu mwanaume watu walijaribu kumsaidia ikawa ngumu. Walijaribu kumsaidia ikawa ngumu. Shetani wakamchukua, wakambeba, wakamwelekeza mpaka mahali ya makaburi ya wale waliofariki ndio wanazikwa pale. Wewe unaweza kuishi kwa makaburi? Kule ngumu sana. Ukipata mtu anaishi kwa makaburi hayako na akili mzuri. Kwa sababu pale kuna uoga mingi sana. Kuna uoga mingi, ukifika pale hata unasikia kama unatetemeka. Na huko ndio mwanaume anakaa usiku na mchana. Sasa wacha nikueleze ya kwamba ndoto ambao unaota ya wale wamefariki, tayari roho yako imeibwa, iko katika makaburini pale. Hizo ndoto mbaya. Wale waliokufa unaona usiku, unaota masanduku, unaota nyoka, unaota hata chui, unaota vitu vingine mbaya ambayo inastua. Roho yako iko hapo. Kuna kitu iko ndani yako sasa ndio inakutawala, lakini roho yako tayari imetolewa pale, imeelekezwa njia nyingine. Ningependa nikwambie dada ama ndugu mahali ambapo unaniona, tafadhali chukua maisha yako, lekeza kwa Yesu Kristo. Lekeza maisha yako kwa Yesu Kristo. Bwana atakuokoa, Bwana atakulinda, Bwana atakuondolea mapepo mazito. Nina furaha kwa sababu Mungu ana uwezo ya kubadilisha. Ikiwa ngumu sana, ilikuwa ngumu, Mungu anaweza badilisha hata kwa mbuzi, hiyo kifo yako hautakufa. Mungu anaweza kubadilisha hata kwa kondoo. Mungu anaweza kubadilisha na mali ya dunia, huwezi kufa kwa sababu Mungu anakupenda. Hebu angalia kifo ya ule mwanaume. Shetani walipanga kumfanya ni kumuua kaburini. Yesu akabadilisha, akachukua zile masetani akaingiza kwa nguruwe, na nguruwe wote akakufa, mwanadamu akabaki hapo sawa. Wewe ni maana mbele ya Mungu. Wewe ni wa maana ndugu. Wewe ni wa maana zaidi. Wewe ni wa maana, wacha kutezeka. Kubali tu. Waganga wamejaribu wameshindwa. Madaktari wamejaribu wameshindwa. Hiyo miguu ambayo unaona imefura itapona. Itapona. Watu wengi wamepona miguu yao. Wengine wameponywa ugonjwa ya ukoma, ugonjwa ya kupooza. Wengine wameponywa ugonjwa kila aina. Kama siku moja mama akaja kwangu, kuna mama moja alikuja kwangu akawa na shida sana. Shida aliyekuwa nao mpendwa, alikuwa na shida ya tumbo, amefanywa operation mara 3. Lakini Yesu Kristo aliyekutana naye kanisani kama tunaomba, alimponya. Hajawahi rudi tena kwa operation. Na Mungu alibariki. Wengine wamepata watoto wao. Wengi wamepata watoto wakiombewa. Wengi wamepata ndoa wakiombewa. Wewe pia ukichukua nafasi kuja kanisani na ukuja ukaombewa, utabarikiwa. Nataka nikuelekeze tena leo, uone kazi ya Mungu vile tunafanya kanisani pale. Na ukikuja wewe pia utasaidiwa. Kuna wengi wamepona katika jina la Yesu Kristo. Lekeza akili yako na uone vile Mungu anafanya kazi. Sio mimi. Roho Mtakatifu ananitumia na nafanya haya deliverance. Na baadaye unasikia ushuhuda Mungu anatenda katika jina la Yesu Kristo. Asante sana kutazama. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fire! In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yenda kwa mbele Timotheo tia.
name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kio na yasa choto mbadibie titu machelo, utawa kwa ngama chelo. Kayini yore tu ora uta kama ano. Ora kama ano. Yes. Yes. Ingano. Nani kwa hapa? Watini haraka. Watini pepo. Watini haraka. Watini haraka. Ini Amerika. Wataini saidia pale. Amerika. Watu pia nikinga. Amerika. Watani pia. Mpiteki mati mereka ni watu. Watani pia. Ini ngano. Ngapa kubuka. Watini pia. Nipiro watu nyingi. Watu pia watu. Watini ini Ngamerika nani yako hapa? Nani yako hapa? Nani anasema utaenda. Nasema utaenda. Sema fire. Bado umebaki. Nani umebaki hapa? Nani umebaki? Ulimenga no? Enna. Oriaro. Ulimenga. Nama ndo kai ulimenga oriaro kana. Oriara. Oya kanye. Umetoka wapi? Nani amekutuma? Atieno. Oha kanye tino. Atieno dakari. Kori video. Dokumatino. Ulikuatino. Fire. You are free now. Namodoka. Sawa. Niko. Pana. Kuna mtu. Bado iko hapa. Kuna mtu. Anza. Chomeka. Naona umeona vile kasi ya Mungu ipo. Unaona vile mapepo wanaondolewa. Unaona vile wale wamekubali kuomba Mungu sana wanang'olewa, masetani wanatoroka wanaenda. Wewe pia wacha kungoja. Usingoje, kuja. Enda ukachukue gari pale Nairobi bus station. Ukifika hapo chukua matatu namba 39. Waambie unasuka Choka Karau. Kuna gari mara mbili, kuna ya kupita Mombasa Road na kuna ya kupita Kagundo Road. Chukua ya kupita Kagundo Road. Kuja, haijalishi una ugonjwa gani. Hata kama miguu imefura, tumbo inauma, kichwa inauma, unakosa usingizi, unaota manyoka, unaota mapepo aina gani, ukija kanisani pale utasaidiwa. Niko na hakika utabarikiwa. Wacha nikuelekeze kwa ushuhuda tena, mtumishi wa Mungu. Ukaona ushuhuda kwa wale ambao wamesafanywa deliverance. Kazi inaendelea, sio mchezo. Ongea kama umekubali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa vile kitu ya kwanza ni kushukuru Mama Nyaga ndiye alinionyesha hapa. Ni jirani yangu hapa tunaishi
nyumba hii hapa Choka tumejenga, tunakaa hapo. Tukaongea na yeye, nikamwambia mimi nimechoka na machaji. Kitu ya kwanza alitarudi nyuma kidogo. Lakini nashukuru Mungu maana alinipa nguvu nikajenga na ninaishi hapa na watoto yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio tulipatania na mama Nyaga akaniambia kuna kanisa ingine twende. Bwana asifiwe. Kukuja hapo nikamwambia mambo na donation ngoja mimi nikae kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa hebu nikwambie ni majina. Lakini Mungu ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Mtumishi wa Mungu, ningependa nikueleza kwamba haya yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ambayo umeona ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Sio mimi. Mimi nimewekwa kama chombo. Mungu ananitumia kufanya mambo kama haya. Ningependa nikueleze karibu. Wacha kunyamaza maliko. Kuja. Ugonjwa yako utapona. Utapona, kazi utapata pia. Hata kama walifunga njia ya kazi yako, na kuambia Mungu atakufungua mlango na utapata kazi in the name of Jesus. Kwa sababu watu wengi wamepata kazi. Watu wengi wamepata hata kuenda shule. Watu wengi wamelipiwa karo kwa sababu ya maombi. Ningependa nikwambia kwamba usinyamaze mali yuko. Kuja na mgonjwa wako. Kuja. Kama mgonjwa huwezi kubeba mgonjwa ukuje nao, chukua hata nguo yake beba ukuje nao, wala chukua picha, tutakuombea na Mungu ataweza kukubariki in the name of Jesus. Haijalishi umeteseka miaka ngapi, haijalishi hata pesa isimame kwa mkono wako. Ningependa nikwambia kwamba kuja tukuombee. Niko pale na kungoja kanisani, usisahau kuja siku ya Sunday. Kanisa letu ni Power of God Barikiwa Church, na mimi ni Nabii Alois na ninasimama pale kufungua watu. Mungu ameniweka niweze kufungua watu in the name of Jesus. Kuja. Hii sio mambo ya porojo vile umeona. Mpendo, hii ni mambo ya ukweli, na ukikuja utatazama na macho in the name of Jesus. Njoo mapema. Tunaanza saa ngapi? Saa 3 kamili. Lakini unakuja mapema kwa sababu utakosa viti. Watu wanajaa pale kanisani, wanajaa kabisa kwa sababu wanakuja wanaombewa. Kuna mazuri in the name of Jesus. Na nashukuru sana. Ungependa mpendwa kukuja, usisahau kuchukua matatu bila nimekueleza kwamba kule Tao. Kuja hata kama unaumwa na miguu tutakuombea. Unaumwa na kichwa tutakuombea. Hata kama mwili yako imekuwa namna gani, na kuombea utapona. Mungu anaponya magonjwa, kila aina ya ugonjwa in the name of Jesus utapona. Ningependa nikueleza kwamba mpendwa, baada ya yote, nambari yangu ya simu 0711 40 35 11. Piga hiyo namba utabarikiwa. Ingine ni 0721 39 5000. Piga hiyo namba na utabarikiwa. Kipiga hiyo namba tutakuelekeza vile utakuja. Na pia usisahau ya kwamba hata checking tunaweza kukufanyia kwa simu. Ukichukua hiyo namba upige na tutakufanyia checking, tutakueleza ile shida zako zote na Mungu atakubariki in the name of Jesus. Kama mahali ambapo yuko unanitazama mpendwa na kuna shida ambayo uko nayo unataka kusaidiwa, ningependa kueleza kwamba lekeza uso wako ukutani, nataka nikuta ukutani. Lekeza uso wako kwenye TV na uweke mikono yako hivi unaweka, nataka nikuombe. My God, ponya huyu mwanamke anasumbuliwa na kichwa, ule anasumbuliwa na tumbo, ule anasumbuliwa na miguu. Wewe mwanaume ambaye anateseka sana, hana kazi, hana maisha mazuri, Mungu peana katika jina la Kristo. Mungu bariki katika jina la Kristo. Bariki na uongoe hiyo magonjwa zote na visirani zote. Na niko na hakika ya kwamba umepona katika jina la Yesu Kristo. Tuonane tena siku kama wa leo. Na Mungu akubariki. Ukitaka kusupport kanisa yetu ama ukitaka kusupport kipindi iweze kuendelea, tuma sadaka yako hapo kwa Mungu tu. Unatumia Mungu, sio mimi. Unatumia Mungu katika hiyo namba ya pesa. Tuma pesa yako na tuweze kuendeza injili. Hii ni kuhubiri injili na tunaendelea na tuokoe watu wapone. Na hata wewe pia uwe mmoja wao katika jina la Kristo. Amen. Tuonane tena na Mungu akubariki sana. Ni Pastor Alois ama Nabii Alois Barikiwa. Kipindi ni sauti ya Bwana. Amen.